Polisi huko Naivasha katika kaunti ya Nakuru wamemtia mbaroni mwanamke mmoja na watu watatu kwa kufukua mwili bila idhini ya mahakama. Kulikuwa na kioja kwenye kijiji cha Karati katika eneo la Naivasha baada ya mwanamke huyo akiambatana na viongozi wa kidini kufukua mwili wa mwanawe mwenye umri wa mwaka mmoja ambaye aliaga mwezi mmoja uliopita. Wenyeji walishuhudia kisa hicho kilichowaacha vinywa wazi na wakaarifu polisi ambao walifika na kuwatia mbaroni washukiwa. Ni katika kijiji cha Karati, eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru. Wenyeji hawa wakionekana kushangazwa na hatua ya mwanamke mmoja aliyetiwa mbaroni akiufukua mwili wa mwanawe. Mwanamke huyo akishikilia kuwa mwanawe angefufuka iwapo mwili wake utaombewa na viongozi aliokuwa nao wa kidini. Mtoto huyo aliaga dunia na kuzikwa mwezi uliopita. Mtoto amewekwa kando, sanduku imewekwa kando. Sasa tukashindwa kwani kunaendelea aje kwa hii area hii. Kashindwa kama ni mashetani imetumwa ama ni nini. Sisi tunaomba Mungu tu hiyo maneno ishe tu. Yeah. Sasa walikuwa wanakuja ati kuangalia, wanakuta wenye kuku wako. Na walikuwa wanakuja jana, walikuwa area hii. Wakisunguka tu hii area hii na hiyo gari. Sisi tukashindwa hii gari inasunguka kwa hii area ni nini. Sasa tumekuta hiyo maneno vile kumeendelea leo. Walikuwa wanataka tu wakute kama hakuna watu wachukua mtoto na waashie. Yeah. Chifu wa eneo hilo Samuel Ng'ang'a amekashifu tukio hilo na kuwaonya wenyeji kujihadhari na dini za kupotosha. Mimi sina shida na maombi. Na hatuna shida na imani. Shida yetu ni tendo ambalo limefanyika. Kwamba walifukua mwili pasipokuwa na idhini ya kiserikali kufukua. Kama labda unaweza imani kama hiyo na uende ombe idhini ambayo inahitajika na usaidiwe kufukua mwili, uombe, mimi sina shida na hatuna shida. Lakini kwa sababu hiyo makosa ilifanyika ndio maana tumefanya hivyo, na nawashukuru kwa sababu ya kuweka amani na kutuumiza ama kuguza hawa watu. Nawashukuru sana sana. Poleni sana kwa jamii na tukubali kwamba labda tutafanya haya mazishi mara tena. Polisi walimtia mbaroni mwanamke huyo pamoja na wale waliohusika na kuusafirisha mwili wa mwenda zake hadi hifadhi ya mauti ya hospitali ya Naivasha. Mwanamke, KTN News.